Mpenzi mtazamaji unayotufuatilia kwenye redio pamoja na mtandao wetu wa YouTube, leo nimeona niongelee juu ya wivu wa kimapenzi. Na hii ni kwa sababu matukio ya wivu wa kimapenzi yanaendelea kukua kila uchao. Lakini kitu cha kwanza labda tunachoweza kujiuliza, wivu wa kimapenzi ni nini? Wivu wa kimapenzi ni hali ya mtu kuhisi hofu, wasiwasi au mashaka ya kupoteza mapenzi ya mpenzi wake au mume wake au mke wake kwa mtu mwingine. Mara nyingi hisia hizi huchochewa na woga wa usaliti au upendo wa mtu aliyempenda kuelekezwa kwa mtu mwingine. Wivu wenye kiasi wa wastani unaweza kuwa wa kawaida katika mahusiano, kwa sababu kuwa unampenda mtu usingependa mtu mwingine awe naye, ule wa kawaida. Ila sasa ukipitiliza inakuwa na hatari, kwa sababu madhara yake yanaweza yakawa mabaya, mkaumizana. Nakumbuka nilipokuwa shule ya msingi pale kijijini kwetu, kulikuwa na mzee mmoja alikuwa na mke wake. Basi akaenda kunywa pombe kijijini. Sasa pale kijijini kwetu kulikuwa na mama mmoja Msimbe, alikuwa anauza pombe ya kienyeji. Sasa yule mzee akaenda kunywa pombe kule. Sasa ilikuwa jioni, akaendelea usiku mpaka siku kwenye saa 7 saa 8. Mke wake akashindwa kupata usingizi. Alichokifanya, alichukua mpini wa jembe, akaenda akamkuta mume wake na yule mama kwenye nyumba ile anakunywa pombe. Alifanya kumpiga mipini miwili kichwani, akafa. Nakumbuka nilikuwa mdogo, labda kama darasa la 3, na nakumbuka jinsi polisi walivyokuwa nakuja, tunaogopa na kadhalika. Wivu wa kimapenzi na haujaanza leo, lakini siku hizi matukio yamezidi kuongezeka kila uchao. Juzi kati mmesikia kile kisanga kilichotokea katika sehemu moja inaitwa Lububu, parokia Nzega. Baba mmoja alikuwa na wake wawili, bi mkubwa na bi mdogo. Na yule bi mkubwa alikuwa na watoto 4. Sasa kilichotokea, yule mzee akamjengea nyumba nzuri bi mdogo pale kwenye kasenta. Yule bi mkubwa aliumia sana, na maamuzi aliyochukua ni kwenda kununua sumu dukani. Akampa sumu mmoja mtoto, baada ya mwingine, wote 4 wakafa, na yeye akajiua. Sasa fikiria kitu cha namna hiyo, aliyepata faida au hasara ni nani? Mama alipata hasara, akayapoteza maisha yake, akawakatili watoto wake ambao walikuwa na mbele iliyo nzuri. Sijui wangelikuwa nani, hatujui. Baba yule akapoteza watoto wake. Kwa unaona kwamba inabidi kuwa makini, na hasa ninyi watu ambao mko kwenye ndoa, namna ya kuweza kuishi vizuri, msisababishiane wivu ule kuwepo. Na wivu ule unakuwepo kwa sababu gani? Kama wewe baba una mke wako, ukaanza kwenda kwenye michepuko, ujue mke wako atajisikia vibaya. Na kama wewe mama ukiwa na mchepuko, anasikia uko kazini kwamba kuna mtu unaye, lazima mume wako atajisikia vibaya. Ana siku hizi, kwa mfano tena mbaya zaidi, siku hizi kutokana na masuala ya kazi, unakuta baba anakaa Mwanza, mwanamke anakaa Mbeya au Mtwara, wanaonana mara chache. Na unajua mambo ya mahusiano, mtu ambaye mnayokuwa karibu naye, mfano mke wako, mwenzi wako au mume wako, kadiri mnavyokuwa hamkai pamoja kwa muda mrefu, hisia za upendo kidogo zinaenda zinapungua, pamoja na kwamba siku hizi basi mnapigiana simu na kadhalika. Sasa vijana kwa mfano wa siku hizi hawawezi wakamuona, wanamuona yule mama, yule dada anafanya kazi naye, wanajua mume wake sio yuko mbali kule.
unadhani atamaliza mwezi mmoja, mwaka mmoja vijana bila kwenda kumchokoza? Watamchokoza. Lakini vile vile hata baba, siku hizi akina mama, baba una pesa yako, wanasema lazima tumchune huyu jamaa. Ndivyo halisi ilivyo, nadhani mnafahamu vizuri sana. Lakini kuna shida kubwa sana. Hizi simu tunazokuwa nazo zinatusaidia sana katika mawasiliano. Ila sasa nyewe mlioko kwenye ndoa muwe makini. Hivi mume wako ameenda kuoga, unachukua simu yake unaanza kuangalia message, zitakuumiza bure. Kwa sababu mume wako kwanza anaweza akawa na mchepuko, wakawa na wasiliana. Au hana mchepuko, ila kuna akina dada, kina mama fulani wanamchokoza kwa message zile. Kwa hiyo anaweza kweli kabisa mume wako kwa mwaminifu, lakini wadada wale wanamtumia message na yeye anawajibu au pengine asiwajibu. Kwa hiyo unapoona hiyo message utajua kwamba tayari ameshaingia kwenye mahusiano. Mwe makini. Mimi ningelikuwa nimeoa lakini padri sina mwanamke, ningelijitahidi kutoshika simu ya mke wangu. Na hata mtu akimpigia wala siendi kuchungulia. Utajiletea pressure bure, utalala usingizi haupati na mambo kama hayo. Ndio maana makazi unaweza kukuta mtu mwingine unakuta amejinamia, unamuuliza vipi? Sikulala vizuri. Mambo kama hayo. Kwa hiyo tujitahidi wapendwa ndugu zangu. Katika Tanzania kweli kama nilivyogusia matukio yamekuwepo mengi. Kwa mfano mwaka jana kulitokea tukio kidogo la kumshangaza kila mtu. Baba mmoja alishaachana na mke wake, anakaa peke yake. Sasa alikuwa na mchepuko wake, mama fulani. Sasa yule mama yeye alikuwa na mume wake, akamwacha mume wake, akaenda kwa huyu baba ambaye alishaachana na mke wake. Basi wakaenda mahala, wakaanza kufanya tendo la ndoa. Sasa kule nyumbani yule baba mwenye mke akawa anasubiri siku ya kwanza mke wake hamoni, siku ya pili mke wake hamoni. Kwa kuambia wananzengo, maana yake majirani, hebu tuzunguke mitaani tutafute. Mwisho wa mwisho wakaenda kwa yule baba ambaye alikuwa na mahusiano naye. Mlango haufunguliwi. Walipokuja kuvunja mlango, wakawakuta wote wawili wako kitandani wamelala, halafu wameshikamana, wamegandana, yani kuwatenganisha ilikuwa ni shughuli. Ilikuwa ni gumzo hapa Tabora mjini. Sasa sijui ni ushirikina, sijui ni kitu gani. Mbwa ndio watu naona kwamba akifanya tendo la ngono kwa sababu ya biolojia yao ya kimwili wanashikamana, lakini si binadamu. Ni sababu za kibiolojia ambazo sitaki kuzieleza sasa hivi kwa sababu hili ni somo jingine. Sasa sababu zinazochochea hali hii ni nyingi, lakini mojawapo kwanza ni ukosefu wa imani kati ya wanandoa au wapenzi. Kweli mke wangu ninavyomwona alikoenda atakuwa salama, mume wangu ninavyomjua kweli si mwaminifu, ukosefu wa imani. Lakini pili ni athari za malezi na uzoefu wa awali. Mtu aliyewahi kudanganywa au kuumizwa anaweza kuwa na wivu mkubwa kupita kiasi. Kwa sasa ulishaumizwa huko nyuma, labda ulikuwa kwenye mahusiano zamani. Sasa huwezi ukawa na imani kwamba sasa hivi hali inaweza ikawa nzuri. Lakini tatu, ukosefu wa mawasiliano ya wazi katika mahusiano, ambapo mashaka hujengwa kimya kimya bila kuyazungumza. Kama unaona mume wako sijui anakuambia wewe, aise nasikia na anatembea na mama fulani, unakaa kimya, itakuua, itakuumiza. Ongea naye. Na kinyume chake kama baba vile vile unaona hivyo. Lakini nne ni athari za matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Nimeiongelea hii simu, WhatsApp, Instagram, mitandao yote ya kuchata au message za kawaida. Basi kwa hiyo tujitahidi tuwe makini sana. Lakini tano ni uzito wa matatizo ya afya ya akili na msongo wa mawazo. Afya ya akili na msongo wa mawazo, mtu anamuua mwenzake. Sasa labda tumalizie kwa kuona ili kukabiliana na changamoto hii tufanye nini. Moja, jamii, serikali na sisi wote kwa ujumla
Jamii inahitaji kuimarisha malezi na elimu ya kisaikolojia kuanzia ngazi ya familia. Wanandoa na wapenzi wanapaswa kufundishwa thamani ya uaminifu, mawasiliano ya wazi na jinsi ya kudhibiti hisia kali. Kwa kanisa sasa sisi wachungaji, kanisa na taasisi zingine za kijamii pia zina nafasi muhimu katika kufundisha watu kuhusu upendo wa kweli unaojengwa juu ya heshima na mazungumzo ya kina. Heshima, halafu mnaongea, mnaelewana. Aidha, tunapaswa kuwa na huduma bora za ushauri nasaha na msaada wa kisaikolojia kwa wanandoa na watu walio katika mahusiano. Niseme ni bahati mbaya Tanzania hatujafikia hatua ambayo ukiingia kwa mfano mjini unakuta kuna wataalamu wa kisaikolojia ambao ukiwa na shida mfano katika mahusiano anaweza hata kawa mwanafunzi masomo yamemwia magumu au hata kazini unapata stress uelewani na ndugu zako. Hatujafika mara kwenda ofisi fulani kuna wataalamu wa kisaikolojia anakupa ushauri. Nchi zingine kwa mfano Ulaya, Marekani ni kitu cha kawaida, watu unakuta wana ofisi zao. Lakini nadhani miji mikubwa kama Dar es Salaam pengine nadhani huduma hiyo ipo. Mimi sijawahi kuiona, nakaa mbali, mimi nakaa Tabora, itakuwepo pengine. Lakini Ulaya ni kitu cha kawaida. Pengine ninyi mnaosoma saikolojia, wachungaji, mapadre, maaskofu, unaweza mkafikiria mfano kwenye parokia yako kawa na kituo hicho. Na mnajua mapadre kwa mfano kwenye masomo yetu kwenye tunapokuwa tunasoma kwa mfano falsafa tunasoma saikolojia, lakini hata kwenye teolojia pengine ipo lakini si sana. Lakini kwenye katekesi pia kuna saikolojia. Lakini wapo watu kabisa ambao wamesoma saikolojia. Juzi hapa nikutana dada mmoja alikuja kuandikisha ndoa ofisini kwangu na mume wake. Yule mume wake ni daktari, yeye amesoma saikolojia. Nikamwambia uje tuongee, nataka niongee naye, nimshauri aje aanzishe kitu cha namna hiyo. Lakini serikali na vyombo vya habari vina wajibu wa kuelimisha umma kuhusu madhara ya wivu usiodhibitika na njia bora za kujenga mahusiano yenye afya. TV na vyombo vingine vya habari. Kwa wapenda kwa pamoja tujenge jamii yenye upendo, heshima na mawasiliano ya kina, na kwa msingi tunaweza tukapunguza athari za wivu wa kimapenzi na kulinda maisha ya watu katika jamii yetu. Uhai una thamani kubwa sana. Ukijiwa kwa mfano watoto wako unawaacha, ndugu zako unawaacha, unawaachia maumivu. Kwenye ndoa unakuta mara ndoa nyingi watu wanaachana. Wengine wanaumizana, pigana visu na kadhalika. Ni kitu cha kusikitisha. Tuombeane daima, Mungu atusaidie. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.